Simu yako mpya sio mpya. Wote tunajua kwamba simu mpya inakuja kwenye sealed box, na ukinunua wewe unakuwa ni mmiliki wa kwanza wa simu ile, si ndio? Lakini ukweli ni kwamba sio kila kitu ambacho kinakuja kwenye sealed box ni kipya. Huenda hata simu yako unayotumia sasa hivi uliuziwa kama mpya, lakini sio mpya. Na kama sio mpya, je, imetumika au haijatumika? Leo nitaenda kukueleza kategori 4 zinazoshikilia soko la simu kukusaidia wewe kujua ni nini unakilipia. Mimi ni Saitoti na unatazama Toti Tech. Wote tunaelewa maana ya brand new. Ni simu ambazo zimetoka moja kwa moja kutoka kwa mzalishaji au muuzaji, hazijatumika, zinakuja na warranty pamoja na original accessories. Lakini bei za hizi simu huwa zimechangamka vibaya mno. Open box haina tofauti sana na mpya. Tofauti ni kwamba simu iliuzwa ikiwa mpya, box likafunguliwa na mteja, then mteja akaamua kuirudisha hiyo simu kwa sababu zake binafsi. Huwa haijatumika na condition yake ni kama mpya. Wakati mwingine hata muuzaji akifungua box dukani kukuonyesha simu hiyo tayari ni open box. Kwa hiyo usiogope kununua simu kwa sababu ni open box, maana hazijatumika, zina condition kama mpya na pia bei yake iko chini kushinda mpya. Baada ya kujua tofauti kati ya open box na brand new, tuje kwenye used na refurbished. Misamiati ambayo inatuchanganya wengi sana, na misamiati ambao wauzaji wa simu wanatamani tusielewe ili waweze kuendelea kupiga hela. Cha kwanza kabisa cha kuelewa ni kwamba simu refurb sio simu feki, na kingine cha kuelewa ni kwamba simu zote refurb ni used, lakini sio simu zote used ni refurb. Sasa baada ya kuelewa haya, nini tofauti kati ya used na refurbished? Used ni simu ambayo ilishatumika na mtu mwingine, kwa jina lingine second hand, na condition yake itategemeana na jinsi mtumiaji wa mwisho alivyokuwa anaitumia simu yake. Kwa mfano, kama mtumiaji wa mwisho alikuwa anaitunza simu yake, wewe utaipata katika condition nzuri, lakini kama alikuwa haitunzi simu yake, utaipata katika condition mbaya. Na pia condition ya simu ndio itaamua bei. Mfano, Samsung S25 Ultra iliyopasuka kioo haiwezi kuwa bei sawa na Samsung S25 Ultra yenye kioo kizima. Kwa hiyo kama simu used ni bei rahisi sana, shtuka, kuna shida hapo. Vipi kuhusu simu refurbished? Refurbished ni simu ambayo ilishatumika, ikachukuliwa, ikasafishwa, ikakaguliwa, ikarekebishwa na kuwekewa vifaa vipya kama inabidi, alafu inafanywa majaribio kuhakikisha kuwa kila kitu kinafanya kazi jinsi inavyotakiwa, then inakuwa repackaged kwa ajili ya kuuzwa tena. Na swali linakuja, ni nani anafanya hii refurbishment? Sasa kuna aina 3 za refurbishment ambao ni manufacturer refurbished, authorized refurbished pamoja na seller au third party refurbished. Na manufacturer refurbished ni aina ya refurbishment ambayo inafanywa na kampuni yenyewe. Kampuni inazichukua simu used then inazifanyia refurbishment. Authorized refurbished ni aina ya refurbishment ambayo inafanywa na wauzaji au kampuni binafsi zilizothibitishwa na kufika viwango vya refurbishment ya kampuni husika. Na authorized pamoja na manufacturer refurbishment ni refurbishment za hali ya juu sana, ikimaanisha kwamba hazina longolongo sababu zimefika quality ya kampuni husika. Na hata kwenye box huwa imeandikwa Apple certified renewed au Samsung certified renewed, ikimaanisha kwamba hizo simu zimefikisha quality na vigezo vya viwango ya kampuni husika katika refurbishment. Na mwisho tunakuja kwenye seller au third party refurbishment. Hii ni aina ya refurbishment ambayo inafanywa na watu binafsi au wauzaji ambao hawajathibitishwa na kampuni husika. Na quality itategemeana. Unaweza pata yenye quality nzuri au yenye quality mbaya. Hamna guarantee. Na hizi ambazo zimefanywa third party refurbishment ndio ambazo huku Bongo tunaziona kwa wingi sana. Mfano, utasikia kitu kama Samsung Small Display. Hamna kitu kama Samsung Small Display. Hiyo simu imefanywa refurbishment na kuwekewa kioo feki. Sasa kwa sababu tumeweza kuelewa maana ya used na refurbished, tuje mwanzo niliposema simu yako mpya sio mpya. Mfano, tuseme unataka kununua iPhone 11 Pro Max, unaenda dukani, wanakuambia ipo tena brand new. Unafurahi, unainunua hiyo simu ukiamini kwamba hiyo simu ni mpya. Lakini iPhone 11 Pro Max imetoka mwaka 2019 na Apple wameacha kuzalisha hiyo simu mwaka 2020. Na miaka 5 baadaye kuna maduka Bongo yanayo hiyo simu tena mpya. My lord, I wonder.
Kiufupi ni kwamba hizo simu ambazo unaziona mtandaoni na madukani ambazo wanasema ni mpya, sio mpya, ni refurbished au ni boxed. iPhone 11 Pro, Note 20 Ultra, S21 Ultra, Pixel 6 na kadhalika, zote hizo hamna brand new. Angalia hata packaging ya hizo simu hazifanani hata kidogo na packaging ya simu ikitoka directly kwenye kampuni. Pia kingine cha kuweka akilini ni kwamba pale kampuni inapotoa simu mpya inaacha kuzalisha baadhi ya matoleo ya nyuma ili kuuza toleo la sasa. Kwa hiyo muda unavyozidi kwenda tangu simu fulani itoke, ndio chances za kupata hiyo simu ikiwa mpya zinakaribia sifuri. Sasa kwa nini wauzaji wa simu wanauza simu refurb kwa jina la mpya? Sababu ni kwamba kitu kikiwa labeled brand new kinavutia wateja na pia inakuwa rahisi kuuza, haswa pale bei ikiwa chini. Pili, wanatumia advantage ya kwamba sisi sio wafuatiliaji, kitu ambacho sio sahihi kabisa. Kwa hiyo kabla ya kuambia simu ni mpya na ukalipia kitita kirefu, angalia hiyo simu imetoka mwaka gani, na pia jaribu kugundua kama bado ipo in production ndio ufanye maamuzi. Na pia mshikaji wangu, kama simu yako inakula bando sana, gusa hii video hapo kwenye screen uweze kujua ni namna gani unaweza ukafanya bando lako lisiishe haraka. Asante kwa kutazama. Mimi ni Saitoti kutoka Toti Tech na tutaonana baadaye.